wakawa wanaabudu vitu ambazo si za kweli. Wewe kijana, uko na maswali? Nione mikono kwa Waislamu. Weka chini. Mpe mic. Uko na habari? Weka mic kwa mdomo. Uko mzima. Unaitwa nani? Naitwa Jeremia Kiti Mutungi ama Kalenda Kinengili Pemba sio anajulikana Nairobi. Hiyo ni upande wa kushoto. Upande wa kulia Jeremia Kiti Mutungi Mukamba. Kibindio. Oboaku. Ni muzeo. Museneba. Muzi ni Masakuwa Munyo. Musakuwa Munyo. Haki ya Ngai. Wenda kutukulia chao. Nenda mukulia nauliza na Swahili. Uliza hata Kikamba. Wewe angalia hapo, ukiingia Roho Mtakatifu anafanya hata ukiuliza kwa Kisomali aiwa tiana. Wewe uliza tu. Wewe unajibu wewe. Naongea kwa maana. Nasikia sasa bila dada ukaye. Sioni mtu ambaye hanielewa ama ananifahamu. Wewe uko peke yako ama mko watatu kwa kichwa? Niko peke yangu, naongea peke yangu. Kuna ile imeongeza kidogo ile watu wa mambo mengine. Inasema kill me quick. Naongea kitu yangu mwenyewe. Unajua kill me quick ni gani? Ile machozi ya simba. Hiyo simba naifahamu tena. Wewe kaka, unakula kidogo ile machozi. Wacha kukula. Kukula ni shida, hata kukula ni shida ambayo dunia mtu anashapitia. Ni shida hiyo, ukikunywa ni shida. Haya, umesema naitwa Jeremia Kianga. Jeremia Kianga ni kama my brother kutoka kwa Mwala. Na wewe unaitwa nani? Jeremia Mutungi. Mutungi. Asante sana. Na mimi naitwa Musa. Mimi ni Muislamu kama Yesu. Naenda msikitini kama Yesu. Nampenda Yesu. Ni mtoto wa Mariamu aliyezaliwa bila baba kwa miujiza, kwa uweza wa Mungu. Yeye si mwana wa Mungu na ni kiumbe kama sisi, ila ni miujiza, aliumbwa kama mimi. Leta swali. Niko na swali nataka niulize ya Kristo. Wakristo kweli wapo hapa? Wakiniona hapa kama ni mimi mwenyewe ningefunga hii microphone na niendelee na kazi yangu. Hebu nione Wakristo kama wapo kwa mkono. Wakristo gani? Mkristo? Waislamu? Waislamu na habari. Kijana habari? Wewe kijana habari yako? Sasa kijana anatoroka jamani. Sitakwambia uende. Ona hao. Pande hii hebu nione Waislamu. Kwani kwa Mkristo ni bandia Kenya? Ni hatia. Habari kijana? Hata wewe unaogopa umevaa macho nne? La haula wala quwwata. Kianga. Na hiyo hebu sema. Umesema wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo kawaida. Asante sana. Una swali la kutuliza? Yangu ilikuwa swali moja. Lete moja. Kwa sababu ni moja, huwezi leta mawili. Lete moja. Nilikuwa nataka nione Mkristo anaweza. Lete swali lako, hakuna Mkristo watakuja. Lete swali lako. Uliza Waislamu. Waislamu nauliza kama mandugu zako nafanya kazi nao. Wewe unanifahamu? Ndio. Unataka kupale kila mmoja naona ako na mke wake, sio? Uende sapali upate mke yako amechukua na mtu mwingine, na huo mtu aweke bibi yako huku, hiyo nyumba wazala inaona wanaume. Hiyo ni makosa. Hiyo ni yangu hiyo. Wani umechukua bibi ya mtu. Bibi yangu ndio wako na hiyo shida. Hata namba naweza peana hapa. Wataogopa nini? Pole sana. Huyo bibi yako ameenda wapi? Ukiingia Pankani shopping center, kuna mtu anajui zile yote, kuna mtu anajui naongea juu ya Masira. Nilikuwa natangaza hata OCS kila pahali, pita pale na pole. Asante sana. Pole sana. Kwa hivyo bibi yako ametangatanga. Tanga kakosea msehada tukua watoto 8. Pole sana. Sasa fanya hivi. Usioe moja, ongeza kingine
wao wawili akitangatanga, kuna kingine usikie na mmoja kama pikipiki ya tochi ya nini, tochi ya pikipiki. Pikipiki ikigonga taa utaenda kwa giza. Waislamu wanao wanne, matna wa thulatha wa ruba. Kama uwezi wawili, kama uwezi watatu, hao wanne ukiweza sawa. Kamoja kanaweza kuongeka kataenda pumani, hiyo utaenda pumani. Unaona maneno? Kwa hiyo mimi kwa nafundisha hapa nikisema Mungu ni moja. Wewe wakianda unakubali Mungu ni moja? Mungu ni moja kabisa, na kwa Mungu ni moja. Asante sana. Na wewe uko Roman Catholic ama Pentecost ama kugani ile Wakamba? Kawaida mimi ni Mkristo kama kwa na kabila Catholic, ikiwa huko kwetu mwana wa Mungu. Hebu tusomee sala ya Maria. Hiyo sikeweza kusoma sababu kwa nataka msaidizi wangu, lakini kitu nasema hata kiwa China akiwa wapi anaribu bomba langu, hapana hiyo kazi, na hiyo mzee yake ameongeza uchungu. Wale ulinyang'anywa na pasta, maana naongea ni kama pasta ndiye amekuchukulia. Mbona na uchungu hivyo? Ni pasta alikunyang'anya? Ukisikia hiyo nyimbo sio pasta, ni mwanaume tunamfahamu, lakini hiyo siwezi sema. Tunafunga laini anatembea sababu kwa mwapa. Mtembea msamehe. Sawa? Kama alikunyang'anya, sisi kazi yetu ni kusamehea. Sawa Hebu naona Waislamu kwa mikono jamani. Waislamu Wakristo, habari kijana. Hebu msalimie kijana. Haya, kuja. Unaitwa nani? Geoffrey. Kuja uone andiko, nataka nitolee mzee. Anasema bibi yake amenyang'anywa. Waislamu na Wakristo si mnafanyaga kazi kwa Waislamu. Si mnafanyaga hata Muislamu anakuandika kazi hapo. Mpe maiki. Kama pasta angekuwa hapa na mzungu akisema tu haleluya, watu wa Kristo wanisalimie kwa mkono, wataweza kuangusha hapo. Hiyo wanafikiria ni uzima hapa. Na ni mtu tu wa kawaida, ndozi tu. Kwanza wewe Mwafrika una maana sana kushinda mzungu. Mzungu hawezi kuzaa Mwafrika. Umeona Lakini Mwafrika anazaa mzungu. Hujaona? Weka mic kwa mdomo. Nione. Ushaona Mzungu hata afanye namna gani hawezi kuzaa blaki. Lakini wewe utazaa brown, utazaa mzungu, utazaa blaki. Wewe Mwafrika. Kwa majina unaitwa nani? Geoffrey. Karibu sana katika mkutano wa Waislamu. Ushawahi kushika mic tangu uzaliwe kanisani? Ukahubiri? Ndio. Wewe ni pasta? Basi. Wewe si pasta. Sasa sisi hapa tunasema hivi. Mungu ni mmoja aliyeumba mbingu na nchi. Mungu ako peke yake. Hana mtoto wala hana mwana wala mjukuu. Unasemaje? Unalo swali la kuuliza? Yesu. Yesu ni nani kwako? Yesu kama Mungu. Yesu kama Mungu. Kama, lakini sio. Mimi nisema kama president, ni mimi president. Ndio. Pole wala. Nasema nikisema mimi ni kama president. Mimi ni president. Sitakuwa na kudanganya. Kwa nini utahayari? Mpe huyo. Timotheo wa kwanza 2:5. Biblia yako tu sio mimi. Alafu ni kitu wa Kristo unasimama. Ungekuwa hata sasa nimekufundisha mambo mengi. Ule jamaa alikuwa hapo kidogo ameelewa. Amekunywa pombe. Hata hajielewi. Na unajua ameanza mapema tarehe 20. Unywa kidogo ndio damu ya Yesu Kristo. Na damu yake na mwili yake nyonya yote. Unaongeza amina. Mambo ya Mtume Muhammad yalikuwa anaitwa amina. Soma vitu Mathayo wa kwanza 2:5 inasema mwalimu, naam, kwa sababu Mungu ni mmoja, naam, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Mpe. Hiyo ni kweli.
Sasa nikuulize. Kabla hujaniuliza hii, tuelewane kwa hii kwanza, alafu twende ingine. Inasema hivi kwa sababu Biblia yako, kwa sababu Mungu ni ngapi? Ni moja. Ni moja. Na mpatanishi ya Mungu na wanadamu hapo ni ngapi? Moja. Moja. Nani hapo? Imesema nani? Imesema mwanadamu. Kristo nani? Yesu. Ila andiko baya zuri. Kwa mujibu wa Kristo, ila andiko kwa Biblia ina kazi ama haina? Inasema Mungu ni moja. Ni mbaya? Sasa Yesu amekuja wapi? Ala, ndio huyo mtola. Yaani na tiku typhoid unaleta tena malaria. Hebu chukua maiki. Soma tena. Soma msomaji. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Mpe. Mimi ndio nimesema. Nani amesema? Bible. Watu gani wanatumia kati ya Waislamu na Wakristo? Watu gani wanatumia Bible? Wakristo. Kwa hivyo Wakristo wanafaa kutuambia Mungu ni ngapi? Unajua akili ni nywele na umesahau. Hebu sema ameshinda kwa kitu. Bwana ni kama analima ushago kwa tractor. Unajua tractor ukiwa unalima na kutikisha. Ndio unasikia wewe anajiita tinga. Hebu sema kijana. Biblia inatuambia Mungu ni ngapi? Moja. Na Yesu akiwa nani? Mwanadamu. Nani? Kofi Annan wakati alipokuja akashikanisha Kibaki na Raila, mediator sio? Mpatanishi sio? Walipatana sio? Huyu akachukua prime minister na huyu akachukua president, si ndio? Lakini wote wakawa wanafanya kazi kuhudumia wake. Sasa yule Kofi Annan alikuwa Mungu ama alikuwa mtu? Sasa kijana, angalia, kuja kwa Uislamu. Uislamu ndio dini ya Mungu, inasema Mungu ni moja. Lakini huyo pasta machone huyo anasema Yesu anaponya. Ni kila naye kwamba Yesu ataniponya, lakini hawaponi, bado ni wagonjwa. Hospitali si hapa Kenyatta. Na wagonjwa wamejaa huko. Mimi sijawahi kuona pasta anasema nimesimama leo kwa mlango ya Kenyatta. Haleluya, Yesu ni mwanuya. Basi sasa toa Petro. Toka leo hospitali. Mgonjwa pona. Daktari chukua mshahara kwa miezi 6. Usikanyage hapa. Ushaona? Na kwa nadhani Yesu anaponya. Yesu uongo. Lete swali. Hiyo nimemaliza. Lete swali lingine. Kwa nini nasema Yesu ndio Mungu? Yesu ni Mungu kwani? Kwani yeye ni Mungu? Kwani Biblia imesemaje? Imesema kwa sababu hii Mungu ni ngapi? Ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu naye ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Ijasema hivyo? Nimesema hivyo. Sasa kama imesema hivyo, mwenye akili na mjinga unafuata nani? Mwenye akili. Biblia ndio inatushinda sisi akili sio? Zimesema. Imesema. Umekubali kwamba Mungu ni moja? Anaona ugonjwa vile vile. Anajaribu aseme nini, anashindwa. Patia Yusufu mic. Yusufu, habari? Nzuri. Uko mzima? Ama nafinya kijana kwa sababu usiletee mmoja hapa Muislamu. Angalia tunafinya kijana. Tuletee mmoja Muislamu. Hiyo ni lugha gani unasema? Hatunafinya kidereke huyo hapa. Nani msomee huyo?
Kivipi tena? Sio andiko. Sio wewe unachukua yule afahamu maandiko ya Biblia. Unaanza kumuuliza maswali. Sasa mimi nauliza kwa huyu na wewe weke haja. Ngoja mimi nijadili. Ngoja. Kijana wewe nyamaza tu. Wewe tulia hapo, nilikuwa nakufinya. Soma hiyo. Timotheo wa kwanza 2:5 mpe Yusufu Mike. Sio umesema mimi nafinya hata swali yako. Yona swali yako hapana. Hiyo that is my unalalamika usoma alafu chukua Mike. Yusufu kwanza ungetaja. Ungesema namfinya kijana. Kitu kiko wazi. Unakuja ndio sinakwambia hawa. Umeona kijana? Huyo ni kapasta. Wala wanasema wanashika mlango, wagonjwa wanatoka na hawajatoka mpaka leo. Kenyatta bado wagonjwa wapo. Haya twende. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Haya tuelezee. Mimi soma sita. Tumesoma 5. Tusome sita sasa. Nasema kwanza tuambie hii inasema nini? Inasema Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa subiri kidogo. Ngoja kidogo. Ukasema kwa andiko hilo nimemfinya nani? Tusome 6. Jibu Yusufu. Nasema wewe ungelalamika tusipoenda hapo na tusome Sema jamani, umemalizana na wewe. Umesoma hilo. Wameelewa 5. Hata tuelewe 6 na kidogo. Subiri kidogo. 6 inasema ngoja, tutaenda 6 hata 8 hata 10. Kwanza hii umekubali, imesema Mungu ni mmoja. Irejelea mara ngapi? Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Asante sana. Soma hiyo inafuata basi. Unaona mkubali? Tusome hiyo inafuata. Haya mbea soma. Si unaona typhoid. Soma. Ambaye alijitolea mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Hiyo ina shida gani? Wewe mwenyewe alifanya nini? Tulia kwanza. Sina shida. Alifanya nini? Alijitoa mwenyewe kukuwa nini? Mimi sina shida ya ukombozi. Sasa mimi ningependa Musa usaidie. Subiri kidogo. Sasa ngoja basi, usiwe na wasiwasi. Mimi sina wasiwasi. Nisaidie. Huyu mwanadamu Kristo Yesu amejitoa mwenyewe kuwa ukombozi. Ningependa usaidie. Uongo hiyo. Ya kwanza ni kweli, ya pili ni uongo. Kwa sababu gani? Sikiza, ya kwanza inasema hivi. Subiri kidogo. Shida yangu hajanielewa. Sio unasoma Biblia. Anaingia ndani ya Biblia na akili ya msikiti. Ngoja kidogo. Na akili ya msikiti. Sio hapa. Tunakubaliana Mungu ni mmoja. Biblia inasema kwa sababu inasema hivi. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Huyo Mungu ambaye watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote. Asante. Na huyo amejitoa hawa kwa ukombozi. Subiri kidogo. Ngoja kwanza. Yusufu, unajua unaruka huko juu, unakimbilia chini. Mimi shida yangu sio chini. Ajitoe, asijitoe, kuna shida na hiyo. Shida tuko nayo hapa. Waislamu wanakubali Mungu ni mmoja. Mungu gani? Ati Mungu gani? Qur'ani 27:91. Ambe asome. Unaona nimekushika. Na hapo tutoki, tunasoma tunarudi pale. Leo pako tuambie, hiyo Biblia ni ya uongo au ni ya ukweli? Soma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. 27:21. Bila shaka nimeamrishwa nimwabudu Mola wa mji huu wa Maka, ambaye ameutukuza na ni vyake tu Mwenyezi Mungu vitu vyote, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa wanaonyenyekea. Sasa Muhammad anasema ameamrishwa amwabudu Mola wa mji huu Maka. Kwa hiyo huyo aya wa Qur'ani ni Mungu wa Maka. Sasa tunapozungumzia Mungu Mwokozi, azungumzie Mungu wa Maka. Hakuna mtume wa Mungu hata mmoja aliabudu Mungu wa Maka. Hasa Maka ni nani? Haya, mpe huyo. 3:13 Matendo. Mpe asome. Sasa leo hapo Yusufu ndio ameingia kwenye chuo. Leo ndio ameingia sasa. Tunataka tujue Yusufu, wewe kila siku ni Mkristo, unakubali Mungu ni mmoja. Swali hapo hapo ujibu. Wewe tupeleke Qur'ani ngapi? Mimi hapo na tunamaliza tunarudi pale. Soma. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu. Mpe. Mungu wa nani? Hii ni Biblia. Katika
Biblia unazungumzia Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Inazungumzia Mungu wa Maaka. Huyo Mungu wa Maaka ni nani? Mimi sina shida. Mungu wa Maaka ni Ibrahimu. Ngoja. Ndio wa Yakobo. Sio ndio wa Isaka. Nakuja. Tunaenda sasa, twende. Nisubiri kidogo. Biblia imesema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, si ndio? Ngoja. Swali langu liko hapa. Uliza. Nipe Mungu wa Kristo kwa Biblia. Mungu wa Yakobo. Ngoja kwanza. Mungu wa nani? Mungu wa Yakobo na Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Isaka umesema wapi? Subiri. Umesema wapi? Kwa Biblia. Sasa unasema ufanyie Mungu wa Biblia tena. Wewe lazima wewe. Subiri kidogo. Mungu umesema wapi? Subiri. Yusuf huyo ndio Mungu wa Biblia. Mimi ni wazimu vile umesema. Ili mimi nisiwe wazimu ama mimi ni wazimu. Wewe mzima. Wapi andiko linasema mimi ndiye Mungu wa Kristo kwa Biblia? Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yerusalemu na Mungu wa Israeli, ndio Mungu wa kweli na ndio Mungu wa Biblia. Mungu wa Qur'ani, Mungu wa Maaka. Mungu wa Maaka. Mungu wa Maaka. Unazungumza kama vita, tumefundishana. Mungu wa Maaka. Nataka unifundishe Yusufu. Mungu akimwambia Mtume Muhammad, mimi sina shida na hiyo. Wewe una shida na hiyo. Swali langu liko hapa. Kabla tutaenda swali, nifundishe huyu Mungu wa Maaka. Huyu Mungu wa Maaka alijifunua kwa nani mara ya kwanza? Akamwambia mimi ndio Mungu wa Maaka. Kabla ya kumwambia Muhammad, huyu Mungu wa Maaka ni nani? Ni nani? Sasa akimwambia amwabudu Mungu wa Maaka. Mungu wa Maaka ni nani? Mpe sana. Ni nani? Mpe huyo Yawe. Anaitwa saba. Anaitwa Yawe. Mpe. 42:7 43:7. Hebu nikumbushe mwalimu katikati ya senta 6:7 soma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nasema hivi mwalimu. Na kama 42:7 soma tuone. Ni andiko la zamani sana. Yaani Maaka ni katikati. Sasa uniambia tu Mungu wa Maaka. Sasa ndio tutajua leo. 42:7 inasema mwalimu. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Unaona? Na namna hii kwanza Nabii Muhammad ni Mwarabu. Akafunuliwa Qur'ani kwa Kiarabu. Twende ili waonye watu wa Maka kwanza na walio katika nchi zilizo pembeni mwake. Naam. Nao ni ulimwengu mzima. Kwani Maka iko katikati ya ulimwengu. Ndio naona hata Waislamu wa Kiswahili sura zao zinaelekea Maka. Ni kweli. Na ndiye akasema umwabudu mwana wa wapi? Sasa mnaabudu Mungu wa Maka. Watu wanaelekea Maka. Ndio hapo hizo ukizikwa unaelekea Maka. Ukiomba katika lugha yako unatumia lugha ya Maka. Mungu yako ni makao yake iko wapi? Maka. Ndio wanasema huyo Mungu wa Maka. Hakuna shida kuongelea Abraham kwa kusaidia wewe. Sikilize. Yusuf hapo hizi ni shida mimi. Na nakwambia kabisa wewe Qur'ani imekubali. Anaambiwa Mtume Muhammad amwabudu Mola wa wapi? Mtume na wewe mnaabudu Mungu ya Maaka. Wewe unauliza swali tofauti. Mungu ya Maaka nani? Waislamu wanaabudu Mungu ya Maaka. Sasa huyo Mungu ya Maaka ni nani? Aliabudiwa na nani? Asante sana ya Muhammad azungumzia Mungu wa Maaka. Huyo Mungu wa Maaka anaitwa nani? Angalia 17:10 Qur'an. Mungu mjui na unipe wake anaitwaje? Hebu nani mkono kwa Islam. Mashaallah. Wakristo wale wanaenda kusherehekea Krismasi hakuna kwa maandiko, naone kwa mikono kama utasherehekea. Hapa Yusufu anyorosha mkono. Habari sister. Habari yako? Nakutopenda. Kuja unisalimie. Mimi nimekupenda kabisa, kuja. Kuja sister. Kuja wewe ulivyo. Kuja nikuonyeshe pamoja nao. Sasa ana tudanganyaga hawa. Kuja. Hao tudanganya sana. Hapo dada. Nimeona mwingine sister.